Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa Kwaresma. Kichwa tulichopewa na kanisa leo kinasema ukatili upo, tuupinge. Ukatili upo, tuupinge. Ukatili upo, tuupinge. Na tumesoma hilo somo la pili kutoka kwenye kitabu cha Mathayo. Nini maana ya ukatili? Ukatili ni hali ya kusababisha kwa makusudi mateso dhidi ya mtu mwingine na kumkosesha raha. Kitu mpaka kimequalify kuitwa ukatili ni kusababisha mateso au maumivu kwa mtu mwingine kwa kukusudia, kwa makusudi kabisa. Na ni vitu ambavyo waga vinakuwa vimepangwa, sio kitu ambacho kinatokea bahati mbaya. Ni vitu ambavyo waga vinakuwa vimepangwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwamba hichi kitu kinaenda kufanyika, lakini mwisho hilo jambo linaenda kufanyika ni mateso au maumivu na kukosa raha kwa mtu mwingine. Ukatili unaweza kukuumiza kimwili kabisa, physically, lakini pia unaweza kukuumiza kisaikolojia. Ukiwa na kuumiza kwenye kisaikolojia, maana yake utakuwa na kuumiza na kihisia pia. Hisia zipo kwenye sehemu ya saikolojia, ukatili. Kwa hiyo kuna ukatili wa namna nyingi sana. Ukisikia ukatili, sio majumbani, ukatili wa tunasemaga unyanyasaji wa kijinsia, ambapo watu wote wanafanyiwa, wanaume wanafanyiwa unyanyasaji wa ukatili wa kijinsia, wanawake wanafanyiwa unyanyasaji wa ukatili wa kijinsia. Upo katika namna nyingi sana. Ukatili ni kutenda pasipokuwa na huruma. Unapoamua kufanya jambo lolote na ukaamua kulifanya pasipokuwa na huruma, au kwa lugha nyingine ni kufanya kitu ambacho wewe mwenyewe binafsi usingependa kufanyiwa, au mtu yoyote unayempenda na kumjali usingependa afanyiwe. Sawa na kitabu cha Mathayo sura 7 mstari 12, yeyote mnayopenda kufanyiwa wafanyeni watu, na yote msiopenda kufanyiwa msiwafanyie watu. Sasa kama wewe unaweza kutenda au kufanya kitu ambacho wewe au nao wajali usingependa wafanyiwe au watendewe, ukiwa unafanya kitu cha namna hiyo kwa mtu mwingine, ujue kwamba unafanya ukatili. Ujue kwamba unafanya ukatili. Ukatili ni kutumia vibaya nguvu za mtu mwingine, au kumtumia vibaya mtu mwingine kwa ajili ya faida yako, kwa ajili ya manufaa yako binafsi. Ndicho tulichokiona kwenye kitabu cha Kutoka ambacho tulikuwa tunakisoma. Wana wa Israeli walikuwa wapo utumwani. Walipokuwa wapo utumwani, ukishakuwa mtumwa wa mtu, maana yake nguvu zako zinatumika kwa manufaa ya yule bwana ambaye anakutumikisha kwenye hilo eneo. Kwa wana wa Israeli walipokuwa utumwani, kila kitu walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanatumia nguvu zao, wanatumia akili zao, wanatumia kila kitu walichokuwa nacho kwa ajili ya manufaa yao wenyewe. Kama kuna kitu walikuwa wanalipwa, labda chakula, walikuwa wanalipwa ili kusudi waendelee kuwa hai tu, ili kusudi kesho kiamka waendelee kuwatumikia wale mabwana wa Kimisri. Lakini ilikuwa hakina kazi yote walikuwa wanaifanya, jitihada zote walizokuwa nazo, nguvu zote walizokuwa wanazitumia, hazikuwa na manufaa yoyote kwenye maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe.
sisi hatuwatumikishi hivyo mahouse girl wetu na mahouse boy wetu huko majumbani kwetu. Wakina baba ambao tumeoa hatuwatumikishi hivyo wake zetu, au kumkosesha uhuru, kumdhibiti mtu au kumkosesha uhuru. Ukatili mara nyingi huwa unafanyika kwa ajili ya kumkosesha mtu kujiamini. Yaani ukikuta kama ni bosi anamtumikisha mfanyakazi, kama bosi ni katili, atamsababisha yule mfanyakazi hata akiwa anatembea aanze kufikiria, hivi bosi akiniona itakuwaje hapa mwendo wangu. Lengo lake ni kumdhibiti mtu, ni kumtawala, ni kusababisha alazimike kuwaza kama vile ambavyo unawaza wewe, ni kusababisha kumtengenezea hofu au kumwogopesha. Huo ndio ukatili, na umekuwa unafanyika katika namna nyingi sana. Cha kwanza nimesema ni physically, unamuumiza mtu kimwili, kumpiga, kumuua. Huo ni ukatili physical. Lakini ukatili wa kisaikolojia ni mbaya sana. Na nyenzo kuu ya kutimiza ukatili wa kisaikolojia ni maneno. Kusema watu vibaya kwa sababu ya maneno. Lakini maneno yanapokuwa mengi yanasababisha mtu akose uhuru, na yanasababishaga mtu akose kujiamini kabisa. Kwa nini anashindwa kujiamini? Ni kwa sababu ya maneno. Na kwenye Biblia tunafundishaga kwamba kwa kadri nasema kimtokacho mtu ndicho kimjazacho, si ndio ilivyo? Sasa tumetofautiana uwezo wa kuprocess au wa kuchakata vitu ambavyo vinatujaza. Mimi ukija ukanitukana, inawezekana usiniumize hata kidogo, ila kuna mtu mwingine ukimtukana anakuwa anahisi kama vile dunia imefika mwisho. Lile jambo linakuwa ni gumu mno kwake. Kuna watu wanasema mimi ni bora unipige lakini usinifokee. Ni kwa sababu gani? Maneno, ukinipiga kwenye mwili maumivu yataishia mwilini, lakini ukinipiga kwa maneno, yale maneno yanakujaga yanakaa kwenye nafsi. Baada ya ukinipiga kwenye mwili leo, kesho kutwa maumivu yatafanya nini? Yatapoa. Lakini ukinipiga kwa maneno leo, kesho kutwa, hata mwezi ujao, bado unaweza kuwa nakumbuka lile neno, afu hivi yule alinionaje? Nilikuwa linazidi kuniumiza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo sawa na ukatili mwingine wowote ule. Sababu za ukatili zipo nyingi sana. Mojawapo ya sababu za ukatili ni visasi. Watu huwa wanapenda kufanya visasi. Umenikosea leo, kesho nakuja niingie kwenye njia yako, ninakulipizia, au nafanya kibaya zaidi ya kile ambacho ulinifanyia. Sababu nyingine ni makuzi au malezi. Tafiti zinaonyesha kwamba watoto ambao walikuwa wakifanyiwa ukatili wa namna yoyote ile, baada ya kuwa watu wazima, wana nafasi kubwa sana ya kuja kufanya ukatili kwa watu wengine, na kwa wanaonekanaga kama vile ni kawaida tu. Makuzi na malezi. Na ndio maana wazazi mliopo hapa, ni vizuri, kama tunataka kuwa na jamii iliyo bora kwenye maisha yajayo, ni vizuri sana kuwalea watoto katika upendo. Ni vizuri sana mtoto akikosea usimwonyeshe kwamba dunia imefika mwisho. Tafuta njia bora za kumfundisha mtoto kwamba ulichokifanya ni kosa. Usipige mtoto kama ng'ombe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu waliokulia katika mazingira ya ukatili mara nyingi sana wana nafasi ya kuja kufanya ukatili.
Kitu kingine kinachosababisha ukatili ni tamaa. Ninataka kuwa na pesa nyingi kuliko uwezo wangu wa kutafuta pesa. Njia nyepesi ni kufanya nini? Kwenda kuiba, kwenda kufanya ujambazi. Tamaa. Tujifunze kuridhika na tulivyo navyo. Amen. Kingine ni mashindano. Mashindano miongoni mwa aina mbaya zaidi za ukatili ni nini? Mashindano. Fulani na kitu fulani, ninachokifanya ni kumharibia sifa yake ili kusudi mimi nionekane ni bora kama yeye. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 utakutana na kisa cha Kaini na Habili. Ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 15 utakutana na kisa cha Kaini na Habili. Wameenda kutoa sadaka kwa Mungu. Mungu ameikataa sadaka ya Kaini, ameikubali sadaka ya Habili. Baada ya kuikubali sadaka ya Habili, Kaini anakasirika, anaenda na muua ndugu yake nani? Habili. Sasa unajiuliza, wote wawili walikuwa wanatoa sadaka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa nini huyu baada ya sadaka yake kukataliwa anakuja kupigana na ndugu yake badala ya kupigana na Mungu aliyekataa sadaka? Kwa nini anaenda kupambana na Habili badala ya kwenda kupambana na nani? Mungu aliyekataa sadaka. Anakuja anaishia kufanya nini? Kumuua. Sasa baada ya Kaini kumuua Habili, kwa tafsiri ya haraka ni kwamba Kaini alikuwa anafikiri sadaka yake imekataliwa kwa sababu sadaka ya Habili imekubaliwa. Kwa njia ya kufanya sadaka yake ikubaliwe ilikuwa ni kufanya nini? Ni kumuua Habili. Mashindano. Wangapi miongoni mwetu ambao kwa sababu fulani amekuwa anaonekana anafanya vizuri kidogo tu, ukisikia mtu anamsifia huyo fulani, yaani fulani ni kweli anaiba vizuri, lakini ni kahuni kale kadada. Wangapi tunafanya hivyo? Jina la Yesu libarikiwe. Ili kwamba huyu bosi akisemwa kwamba anafanya kazi vizuri, wewe sifa yako inafanya nini? Inaharibika. Unakuwa unafikiri kwamba huyu fulani, kwamba mimi nyota yangu haiwezi kung'aa kwa sababu huyu fulani anafanya kazi nini? Vizuri. Ndicho kitu ambacho tumekuwa tunakiona kwenye siasa. Kila siku watu wanachafuliana sifa, kila siku watu wanasemana, kila siku watu wamekuwa wanafanyiana ukatili, lakini sababu kubwa iliyopo nyuma ya huo ukatili ni mashindano. Ukatili ni hasira isiyotawalika. Hasira. Ukishindwa kutawala hasira yako, siku zote utaishia kufanya ukatili. Na Waswahili wanasema majuto. Niliopaga ule mfano wa yule baba aliyekuwa amenunua gari zuri sana. Baada ya kununua lile gari, thamani ya taa tu za gari, thamani ya taa peke yake zinatosha kununua gari kingine kadogo. Thamani ya taa peke yake. Siku moja gari imepakiwa gereji, mtoto wake akaenda akachukua chuma, akaenda akazipiga taa zikamwagika. Mtoto akaona ni mzuri sana, akaendelea kupiga taa, akazunguka akapiga taa zote ngapi? 4. Baba yake ile amekuja na kuta taa za gari zimevunjwa, akajishika kichwa, akachukua hasira, akawa na hasira. Afu akaenda akashika chuma kile ambacho yule mtoto alikuwa anavunjia taa, akachukua mkono, akapiga, akakata vidole 4. Baada ya kukata vidole 4, ndo akaanza kuwaza, hivi nimefanya kitu gani? Akamchukua mtoto, akamkimbiza, akampeleka hospitali.
Baada ya mtoto kufika hospitali, ameshafanyiwa operation na kila kitu kimekuja kimekaa vizuri. Mtoto amezinduka, babake anakuja, anamwomba msamaha, pole sana mwanangu, zile taa za gari tutanunua zingine tu. Mtoto akamuuliza babake, baba, vidole vyangu vitaota tena? Alikosa raha, alikosa amani, akaenda kuishi maisha ya majuto. Lakini kilichosababisha hivyo ni hasira isiyotawalika. Waswahili wanasemaga, ukiwa na hasira weka maji wapi? Usiongee kipindi hicho ukiwa na hasira. Ukishindwa kuitawala hasira yako, uwe na uhakika lazima utafanya upumbavu. Na ndio maana Biblia inasema hasira ukaa kifuani mwa nani? Ukishindwa kutawala hasira yako, ujue lazima utaumiza watu na utajiumiza wewe mwenyewe. Sasa siku hizi tunapenda kujisifu. Ndo nilivyo. Yaani mimi sipendi mchezo kabisa. Wananifahamu. Akimwaga mboga na mwaga ugali, utamwagika mwenyewe. Mnanisikia jamani? Utamwagika. Hakunanga jambo lolote la hasira. Na siku zote watu wanaotenda mabaya, hata ukimtendea mtu mabaya, mwisho wa siku wao ndio huwa wanakuja kuumia zaidi kuliko hata waliotendewa mabaya. Kwa miaka kadhaa nimekuwa naenda Rwanda kwa ajili ya kufanya uinjilisti. Miongoni mwa watu ambao tumeshakutana nao ni wale watu ambao walikuwa ni wahanga. Tumekutana na wahanga wa mauaji ya kimbari yaliyotokea, lakini pia nimeshakutana na watu walioua kipindi kile. Sasa ukizungumza nao unakuja kugundua ya kwamba wale walioua wanaishi kwenye maisha ya majuto sana kuliko hata wale ambao walipoteza ndugu zao wakati wa mauaji. Kwa nini? Hasira siku zote na ubaya wote ambao unafanya kwa mtu, siku zote utakuja utakuumiza wewe zaidi kuliko watu wanamfanyia ubaya. Wote tunajua chuki inamuumiza zaidi anayechukia kuliko anayechukiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani kama wewe unanichukia mimi hapa sasa hivi, kama unanichukia mimi hapa sasa hivi, mimi naweza nikasijui kabisa kama unanikasirikia, unanichukia. Mimi nipo na enjoy na Yesu wangu, na hata kama ni wakati wa Kwaresma inawezekana nakula kitimoto changu, sina shida. Bwana asifiwe sana. Ila wewe ukiniona, yaani kama mtu unajisikia hasira, unajisikia kichefuchefu, unataka kutapika, yaani unakosa raha, unakosa amani, wewe ndio unanichukia. Hiyo chuki ndio inakutesa. Lakini mimi nisijue kwamba nachukiwa, ninaishi maisha yangu ya amani kabisa. Sina tatizo. Chuki inaumiza zaidi anayechukia kuliko anayechukiwa. Na upendo hivyo hivyo. Upendo unampa raha zaidi anayependa kuliko hata yule ambaye anafanya nini? Mfano mzuri ni wazazi wenye katoto kadogo. Katoto kakilaa, mzazi akienda kukaangalia, kamezaliwa, mzazi akienda kuangalia, anajisikia raha, anajisikia vizuri. Katoto inawezekana hata akajui chochote, yaani chenyewe akawazi chochote, kanawaza kaamke, kalie, kakukere, karudi kulala tena, hakana shida kuliko hata kale kanakopendwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tukitaka kuishi maisha mazuri, tukitaka kuishi maisha ya furaha na ya amani, tujifunze kupenda. Tuache chuki, tuache kufanya nini wapendwa? Kuchukia. Kingine kinachosababishaga hasira ni kutaka kujaribu mambo mapya. Kinachosababishaga ukatili, kutaka kujaribu mambo mapya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ukatili upo na ni lazima tupinge siku zote. Watu wengi sana tumefanyiwa ukatili. Chanzo kikubwa zaidi cha ukatili ni ubinafsi. Ubinafsi. Mimi.
yangu. Nimefanya. Ubinafsi ndio unaosababishaga tunakwazana sana. Kwa nini akisema fulani asikilizwe, nikisema mimi nipuuzwe? Mimi yangu. Na ukishakuta mtu kwenye maneno yake mengi anayoongea ni mimi, huyo mtu ufuatilie maneno yake, utakuja kusikia fulani amenikwaza. Kama ikiwapendeza mturudia kabla tujatoka, kama ikiwapendeza. Amen. Na kwa sababu ni kwa Yesu, nisingekuwa kwa Yesu na ningenunulia soda. Msimefunga bwana. Kreti ya pili, tatizo la mnidaiki. Bwana asifiwe sana. Sasa unakuta kwaya imeimba vizuri kama hivi, halafu anatoka mtu anasema, yaani kwa kweli tumeimba vizuri, lakini wakati tunafanya ile mazoezi nilimshauri mwalimu tufute kitu fulani. Tatizo. Mnaelewa jamani? Kwa kweli tumeimba vizuri, lakini jana tulikuwa kwenye kikao cha kwaya, niliwaambia tuombe. Kuna tatizo hapo. Ubinafsi. Yaani mtu anataka kuchukua credit ya kwaya nzima, hiyo ya kwake. Bwana asifiwe sana. Miongoni mwa vitu ambavyo nimevikataa binafsi, naamini mpaka siku nitakapokuwa naondoka kwenye ushirika huu, inaweza kuwa miaka 10-15 ijayo, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana kwenye maeneo yote. Tutakuwa tumepiga hatua kubwa kiroho. Hii utakuja kunisikia nasema nilijenga kanisa Kitangili, kwa sababu sio mimi niliyejenga, tumejenga wote. Mnaelewa jamani? Hamna siku hata moja tumekuja kunisikia nasema wakati nipo Kitangili maombi yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Sitakuja kusema hivyo kwa sababu tunaomba wote. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Nikitaka kusema habari za usharika, pamoja na kwamba mimi ndio kiongozi wa usharika, utakuja kunisikia nasema nitakuwa nasema tumefanya. Jina la Bwana libarikiwe. Ubinafsi unapokuwa mkubwa ndio unaosababishaga watu wanaua. Ni kwa sababu ya nini? Ubinafsi. Uthabiti. Naomba sana, ikitokea umenisema hadharani, yaani wewe mchungaji haeleweki, ukija kusikia kwamba najua kwamba umenisema hadharani, usije kuniomba msamaha binafsi. Kaniombe msamaha hadharani kule, kwa sababu huwezi kunichafua mbele ya watu afu ukataka kujifanya kuja kuniogeshea mafuni. Kaniogeshea mbele ya watu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu huu binafsi ndio unaosababishaga tunasemana vibaya, halafu mambo yakibakifaya unajifanya una hekima, unapiga simu, wewe bwana, unafikiri utakuwa umesikia kitu fulani, naomba unisamehe. Ushindwe kwa jina la Yesu. Ushindwe kabisa. Kama unataka, ni bora usiseme kabisa. Habari ambazo hauna uhakika nazo, kaa nazo kimya. Jina la Yesu libarikiwe. Wewe ukisikia watu wanakusema vibaya kwa vitu vya uongo, unajisikiaje? Kwa nini wewe useme watu vibaya? Kama kuna kitu ukielewi kuhusu mimi, kama kuna kitu ukielewi kuhusu mtu, fanya mambo mawili. Aidha muombe. Ukishindwa kumwombea, mfuate binafsi, kamwambie. Jina la Yesu libarikiwe. Umeshawahi kuimagine mmoja kati yenu angekuwa amenikosea afu nakuja nasimama hapa, Mogela unadharau, mimi nakudai afu unavaa suti unapendeza, dharau hizo. Ndio nini? Mahubiri. Mtajisikiaje watu wengine? Si mtaona na dharau Kama ningekuwa na shida na Mogela, ningeenda kuongea na Mogela mwenyewe. Lakini kuja kusimama mbele yenu nyinyi mnataka kusikia habari za Mungu, kwanza kumsema Mogela, itakuwa kama vile siheshimu muda wenu na ninawadharau. Sivyo ilivyo wapendwa? Na mambo yote hapo hivyo. Wewe ukikuta kwamba unaambilika maneno ya uongo, ule watu wanasemaga ubuyu, mtu anakuja anakuambia ubuyu wa kila mtu, ujue na wewe una shida, unaweza kudharaulika.
Ukiwa ni mtu wa maana, watu watachagua vitu vya kukwambia, hawezi kukwambia kila upuuzi. Sijui unanielewa jamani? Kwa mwenye shida sio tu yule anayesema, hata wewe unasikiliza una shida pia. Shida. Jina la Yesu libarikiwe. Na wewe una nini wapendwa? Una shida. Kama una shida na mchungaji, ofisi ya mchungaji ipo wazi. Sasa hivi sijaoa, karibu nyumbani kwangu, hata saa 3 usiku, hata saa 4 nitakufungulia. Si hamna mtu akuniambia unaenda wapi? Hamna. Nitakufungulia. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kuja kusikia mchungaji, ushindwe tena, unikome kwa jina la Yesu. Mmenisikia? Ushindwe na ufanye nini? Na sio unikome mimi tu, umkome kila mtu unayemsemaga. Ushindwe. Mnasema, mnaingilia ndoa za watu, mnawasema watu vibaya, mpaka ndoa zinaingia kwenye changamoto, zinakuwa ngumu. Mnasema biashara za watu, mpaka mtu unajiuliza, huo mdomo unaosemaga watu ndio huo mdomo ambao unatumikaga kumwomba Mungu. Mshindwe kwa jina la Yesu. Mnaumiza watu. Ndoa za watu zipo kwenye mgogoro kwa sababu tu ya mdomo wako wewe ndio umeshindwa kukontrol. Kama unajua kusema, kaseme mambo yako. Kwa nini unasema wenzako? Kaseme ya kwako. Hao ndo tunajua una uhakika nayo. Si unajisemea mwenyewe, hao ndo ya ukweli sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Kaseme mambo yako, acha kusema mambo ya watu wengine. Amen. Ubinafsi ndio uliosababisha Herode akatuma maaskari kwenda kuua watoto wote. Alikuwa analinda kitu chake, alikuwa analinda ufalme wake. Ubinafsi. Jina la Yesu libarikiwe. Ubinafsi. Ukisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura 21 mstari wa kwanza mpaka 16 utakutana na habari za mtu mmoja anaitwa Yezebeli. Huyu Yezebeli alikuwa na mume wake. Mume wake alikuwa anataka shamba fulani. Alipokuwa anataka kwenda kununua hilo shamba, mume wake alikuwa ni mfalme, anaitwa Ahabu. Alikuwa anataka kununua shamba. Alipokuwa anataka kununua shamba, mtu mmoja anaitwa Naboth Myezreeli. Naboth alikataa, akasema huu ni urithi wangu, ni urithi wa babangu, siwezi kukupa urithi wangu. Mchawi akamwambia, wewe si mfalme wala usipate shida, mimi nitakupa hilo shamba. Naboth, baada ya kuchafua sifa ya Naboth, akapanga na mashahidi wa uongo, wakaenda wakamshuhudia. Mwisho wa siku Naboth akaenda akapigwa mawe akafa. Halafu yule Yezebeli akarudi kwa mume wake, akamwambia shamba tayari ni la kwako, nenda kalichukue. Ahabu akaondoka akaenda kumiliki ile shamba, lakini Mungu akamtuma nabii anaitwa Eliya aende akazungumze naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Halafu inainuka vita. Ujue ya kwamba kinachotafutwa sio wewe, ila kuna kitu cha muhimu upo nacho ndio kinachotafutwa nyuma yako. Mmenielewa jamani? Kwa lugha ya Kiingereza watu wakiwa na kusengenya tunasemaga wanakubackbite, wanakung'ata kwa nyuma. Sasa kuna mtu alisema you cannot be backbited unless you are in front. Yaani hawezi kukusema kwa nyuma mpaka kwanza umekuwa mbele yao. Sio, unanielewa jamani? Amina. Wewe ni mdogo sana. Shetani hana interest yoyote na wewe isipokuwa na interest kubwa na kitu ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Na ili kusudi kisitimie, atafanya kila linalowezekana. Atakuinulia watu wa kukusema vibaya,
atakuinulia hichi, atakuinulia kile, ili kusudi tu kitu kisifanye nini? Kisitimie. Na unapokuwaga umekaribia sana wakati wako wa kufanikiwa, unapokuwaga umekaribia sana wakati wako wa kuinuka, ndio vita huo inakuwa kubwa sana, kwa sababu adui anataka ubaki pale pale siku zote. Neno hili ni kwa watu wawili, nyinyi wakina Naboti. Kuna watu wengine ni kama wanawashwa tu kuchafua sifa za watu. Umeshakupita mtaani ukakuta mtu mambo ya kila mtu wa mtaani yeye anayafahamu, isipokuwa mambo yake tu hayajui. Ila ukimuuliza mambo au alipo tayari kusimulia mambo ya watu wote. Kuna watu wanafanyega hivyo, na kama upo mtu wa hivyo, ujue unatumika na shetani moja kwa moja. Shetani. Mmenielewa jamani? Yaani kama una kawaida ya kusema fulani, yaani ujue kwamba wewe inawezekana ni babake mdogo wa uongo, manake shetani kaka yako. Sijui mnanielewa jamani? Mmekuwa mnatumiwa sana na shetani kuinua vita kwenye maisha ya watu, kuzuia kusudi la Mungu kwenye maisha ya watu, kama huyu Jezebeli alivyokuwa anatumiwa. Mnatumiwa sana na shetani kuinua vita kwenye maisha ya watu, ili kuzuia kusudi la nani? Mungu awasaidie sana. Kuua kwa sababu tu anataka nini? Kiwanja. Ndipo tayari kufanya nini? Kwa sababu anataka kiwanja. Vitu vichache vya kukusaidia kupinga ukatili. Cha kwanza, kuwa mtu sahihi. Kuwa mtu nini? Miongoni mwa ushauri mkubwa ambao wanandoa au vijana wanaotaka kuingia kwenye ndoa wanashauriwa, huwa wanaambiwa usitafute mtu sahihi, kuwa mtu sahihi. Yaani hakunaga mtu sahihi ambaye unaweza ukampata, ila wewe unaweza kuwa mtu nini? Sahihi. Wakiwa na maanisha kutokea kwenye kanuni ya dhahabu inayopatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7:12 kama sikosei. Lile unalopenda kutendewa na wewe ufanye nini? Usilopenda kutendewa na wewe usifanye nini? Ukitaka kusamehe na wewe ufanye nini? Kusamehewa na wewe ufanye nini? Ukitaka kueleweka na wewe fanya nini? Ukitaka watu wakupende na wewe fanya nini? Kuwa mtu sahihi. Amen. Kuwa mtu nini? Sahihi. Acha ubinafsi. Jifunze kumpenda Mungu. Jifunze kumpenda nani? Hauwezi kuwapenda watu kama kwanza hampendi nani? Mungu. Halafu wapende watu, lakini pia jipende wewe mwenyewe. Na baada ya hapo, ukiona kuna dalili zozote za ukatili, amua kuwa kutokuwa sehemu ya hicho kitu. Usipende kuhusishwa. Nimesema hapa, ukikuta wewe ni mtu ambaye unaweza kuambiwa majungu, jue na wewe una tatizo. Siku ya kwanza nakuja kuhubiri hapa niliwaambiaga. Siku ya kwanza kabisa nimehubiri, niliwaambia kama hauna uhakika na kitu cha mtu fulani, usije kuniambia. Sijui kama mnakumbuka. Jina la Yesu libarikiwe. Mchungaji fulani anatembea na mtu fulani, kwa hiyo nikikuita na huyo fulani akawepo, unaweza kusema hivyo unavyosema. Kama hauwezi kusema, wewe ni mnafiki. Nenda nyumbani kwako kasonge ugali, kula, lala. Jina la Yesu libarikiwe. Yaani kama nikimwita huyo mtu na wewe ukiwepo, huwezi kusema yale maneno ambayo unayasema yeye asipokuwepo. Haustahili. Na hayo maneno yako hayastahili kusikilizwa. Sijui mnanielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Usikubali kuwa sehemu ya uovu. Cha tatu, jifunze kuzuia nini? Mambo ya ukatili. Amen. Cha nne, usiruhusu
au ukatili wa watu kukufanya na wewe kuwa mbaya au katili. Yaani mtu akija akinitukana nikamjibu tusi, hata kama yeye ndo ameanza kunitukana, kunakuwa kuna tofauti gani kati ya mimi na yeye? Nini kinachokuwa kinatofautisha? Hakuna tofauti. Ndio maana naambia mtu akwambia pumbavu wewe, ndio kamjibu mshenzi wewe, wote wawili hamna akili, wapumbavu kabisa wote wawili. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna watu wamewafanyia vitu vibaya, wamewafanyia vitu viovu, mpaka imefikia hatua mnatamani kwenda kulipiza kisasi na kuwafanyia uovu ule ule waliowafanyia. Swali langu kwenu, na wewe ukienda kwanza kufanya mambo kama ambayo yeye amekufanyia, kuna tofauti gani kati yao? Wanawake, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine waume zenu wamewacheat mpaka mnatamani kuondoka kwa shida kwenye ndoa. Halafu leo unasema kwa sababu mume wangu amenicheat sana, ngoja na mimi nianze kucheat. Kutakuwa kuna tofauti gani kati ya wewe na yeye? Mwisho wa siku wote wawili mtaishia kuwa malaya, mtaletana ukimwi ndani. Ubaya wa mtu usikufanye na wewe kuwa mbaya. Ukatili wa mtu usikufanye na wewe kuwa katili. As a matter of fact, utakapokufa unaenda mbinguni kutoa hesabu. Hautatoa kwa mume wako, hautatoa kwa watoto wako, hautatoa kwa hao waliokuumiza, utatoa kwa Mungu wako. Kwa pamoja na kwamba watu wanakufanyia mambo mabaya, shika mwendo wako, unaenda mbinguni. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Miongoni mwa vitu ambavyo wachungaji tunakutana navyo ni kwamba huwa tunasemwa sana vibaya, na tunasemwa na watu ambao tunaongoza. Nenda kwenye sharika zote, mchungaji mzuri ni mchungaji wa nje wa usharika, lakini mchungaji wa usharika ule kauliza waumini wake. Sasa tukiacha kufanya wito wetu, tukataka na sisi tuanze kuwasema, patakuwa patoshi, patakuwa pakaliki. Alafu tukifika mbele za Mungu akianza kutuuliza, tutamjibu Mungu, Mungu, mimi nilikuwa nakupenda sana, lakini mama Ngoi Bwana, lakini mama Ngoi Bwana. Mungu ataniangalia. Utasema mimi una akili kweli wewe? Jina la Yesu libarikiwe. Amina. Mnanielewa jamani? Amen. Sawa sawa na kijana ambaye sihamasishi kuvaa vibaya. Na zamani mlikuwa kuna utaratibu wa kwamba mtu akivaa vibaya anamchapa viboko au anachana nguo. Nakumbuka. Lakini umeshaikuwaza kwamba kuna kijana anaweza kafika mbele za Mungu akaenda kwanza kutoa hesabu, anamwambia Mungu, mimi nilishindwa kujizuia, nilikuwa mzinzi kwa sababu wadada walikuwa wanavaa vibaya. Inaweza kuwa sababu ya kutosha mbele za Mungu hiyo? Haitoshi. Kwa sababu kuvaa vibaya hawajaanza leo, hawajaanza jana na haitakoma. Ni issue ya mimi, ni kweli wanavaa vibaya, lakini nimeamua sitakuwa mzinzi. Full stop. Ubaya wa watu usikufanye kuwa mbaya. Kitabu cha Luka sura ya 6 mstari 27 mpaka wa 24 wa 34. Luka sura ya 6 mstari 27 mpaka wa 34. Tunasema hivi, lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeni mema wale ambao wanawachukia ninyi, wabarikini wale ambao wanawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wanaonea nyinyi. Akupigie shavu moja, mgeuzie la pili, naye akunyang'anyie juu yako, usimzuilie na kanzu. Mpe kila kuombaye na kunyang'anyia vitu vyako, usitaki akurudishie. Na kama mnavyotaka watu watendee ninyi, watendeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao, nanyi muonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale watendeao mema, muonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi hufanya hivyo. Sasa bali wapendeni adui zenu, tena tendeni mema na kukopesha, tutumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa Baba yenu ni mwema kwa wasiomshukuru na waovu. Basi weni na huruma kama Baba yenu alivyo na nini? Tunachofundishwa, wapendeni adui zenu. Akupigie shavu moja, mgeuzeni na nini? Sema nikupigie shavu moja na mgeuzeni la pili, haujui ni mzigo mkubwa kiasi gani. Ile moja tu inaweza kukulaza chini. Ukimgeuzeni la pili anakuua. Nikirudi
lazima utatokea. Lakini nageuza pavu la kulia ambalo limepoa, bado linaweza kufikiria, lina hekima. Nikikujibu kupitia shavu la kulia, tutapata maridhiano, tutapata amani. Ndicho kitu ambacho nakifundisha hapa. Nguvu ile ile haiwezi kuondoa na kushinda nguvu ile ile. Giza haliwezi kuondoa giza, ila nuru inaweza kuondoa giza. Maumivu ya shavu la kushoto hayawezi kuleta amani kwenye shavu la kushoto, ila utulivu na upole wa shavu la kulia unaweza kuleta amani kwenye shavu la kulia. Jina la Yesu libarikiwe. Hivi nyoka kikung'ata, kitu cha kwanza kinakuwa ni nini? Yaani unatembea ukakuta nyoka amekugonga mguuni, kitu cha kwanza kukifanya kinakuwa ni nini? Unafunga kidonda ili kusudi kuzuia sumu isifanye nini? Sasa kuna wapumbavu ambaye nyoka kimng'ata anaanza kumkimbiza nyoka akuue kwanza. Unamkimbiza nyoka akuue, umuue. Ile unamalizia kupiga lungu, damu inakuwa imeshachanganya na mzunguko wa damu umekuwa mkubwa, na wewe unafanya nini? Unakufa. Lakini nyoka kikung'ata, cha kwanza anza kutibu kidonda kabla ya kwanza kumkimbiza nyoka kumuua. Mtu akikufanyia kitu kibaya, cha kwanza anza kujitibu moyo wako kabla ya kwanza kupambana na yule mtu. Nafsi yako na moyo wako ni wa thamani mno kuliko chochote ambacho mtu amekufanyia. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa jamani? Kitu kingine tunatakiwa tujifunze na tujue ya kuwa kisasi hakibadilishi kitu chochote. Ukimuumiza mtu aliyekuumiza, haimaanishi kwamba eti maumivu yako yatapona kwa sababu na umemuumiza. Si mnanielewa wapendwa? Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mtu akija akanipiga hapa nikatoka kovu, na mimi nikaenda nikampiga akatoka kovu, yeye akitoka kovu, kutoka kwake kovu kutoka kunasababisha kwamba mimi nimepona. Kuna watu ambao ndugu zao waliuawa, wanatafutaga wale watu kwenda kulipiza kisasi, kwenda kuwaua. Ukimuua yule mtu, kwani atakurudishia tena ndugu yako atarudi kuwa hai? Hapana. Kisasi hakibadilishi kitu chochote. Na kitabu cha Warumi sura 12 mstari wa 19 inasema, msijilipize kisasi, kwa maana kisasi ni juu ya Bwana. Kisasi ni juu ya nani? Ya Bwana. Ukitaka kupigana na kila mtu hauwezi. Kama unasafiri barabarani, let's say unatoka hapa unaenda kanisa, unaenda barabarani kule, afu kwenye kila nyumba hapa kuna mbwa wanabweka, kwenye kila nyumba kuna mbwa wanafanya nini? Wanabweka. Sasa ukiwa unasafiri, wale mbwa wanakubwekea, kila mbwa anayebweka unakuwa unataka kumbonda na mawe, kila mbwa anayekubwekea unataka kumbonda na nini? Na kuhakikishia kwamba nguvu zako za safari zitaishia kwenye kubonda mawe mbwa, hautafika unakoenda. Kuna mbwa mwingine hata akiendelea kubweka, wewe endelea na safari tu, usishughulike naye. Ukitaka kulipiza kisasi kwa kila kitu unachofanyiwa, utamaliza nguvu zako za kufanya mambo ya muhimu na hautafanikisha kitu kingine chochote zaidi ya kuleta vinyongo na mgawanyiko kwa watu. Kuna mambo mengine ukifanywa sana, hivi mtu amenifanyia hichi kitu na akili timamu kweli? Msamehe. Mtu mwenye akili timamu hawezi kufanya upumbavu. Endelea na maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu kingine cha kukijua, anga ni kubwa sana jamani. Anga ni kubwa mno. Kila nyota inaweza kutoa nuru yake. Tunaona jua lipo karibu, tunaona mwanga mkubwa wa jua kwa sababu jua lipo karibu zaidi na nini? Na dunia. Lakini kuna nyota ambazo zina mwanga mkubwa kuliko hata nini? Hata jua. Sasa ni kitu cha ajabu sana kuona nyota zingine zinaoionea wivu nini? Jua, kwa sababu linatoa mwanga. Ukikuta mwenzako upo kwenye eneo anang'aa, ana shine, itakuwa ni kitu cha ajabu sana kwa sababu ya wivu kuanza kumchafulia sifa yake. Hauwezi kuzuia mwanga wa jua. Zaidi sana unachoweza kukifanya, angaza mwanga wako kwa nguvu pia. Jina la Yesu libarikiwe.
Ukikuta mtu, umeshikuwa na mabosi ambao akiona mfanyakazi fulani anainuka na kuja vizuri, huaga wanatafuta namna ya kumdidimiza yule mfanyakazi. Umeshikuwa na mabosi. Sasa unajiuliza, huyu mtu akifukuzwa kazi au akipunguziwa cheo, kwani yule bosi mshahara wake unaongezeka? Anapanda cheo. Si ni upumbavu tu. Jina la Bwana libarikiwe. Anga ni kubwa. Ndicho kilichotokea kwa Kaini na Habili. Pamoja na Kaini kumuua Habili, bado sadaka yake ikukubaliwa. Unaweza ukamchafua mtu ukifikiri kwamba unakuwa salama, bado hata wewe hautakubaliwa tu. Na kisasi ni kwa ajili ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Lakini Zaburi 37:25 inasema, tangu nilipokuwa kijana, sasa ni mzee, sijawahi ona mwenye haki ameachwa. Kama umebarikiwa na Mungu, haijalishi utakufanyia vitu gani, endelea kubaki na Mungu wako. Watafunga mlango moja, itafunguka mingine 7 mbele zako, na Mungu atakuwa na wewe siku zote. Hii Zaburi ya 37 mstari wa 12, mstari wa 17 nasema, maana mikono ya wasio haki itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Mungu akusaidie, Mungu akutegemeze kwenye maisha yako na mambo yako yote. Hakikisha haui sehemu ya kufanya ukatili, na Mungu akusaidie. Na kama ulishafanyiwa ukatili, Mungu akupe neema ya kusamehe, Mungu akupe neema ya kupenda. Kumbuka tunachokiomba siku zote kwenye sala yetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako, ufalme wako, mapenzi yako utupe leo, halafu kama nasi kama na wewe huo unasamehewa na Mungu. Mungu akupe neema ya kusamehe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Cha mwisho, najua mnakifahamu. Mnajua kwamba kubeba watu moyoni kunazeesha watu kabla ya wakati wao. Mnajua hicho kitu? Halafu ukibeba mtu moyoni, unampa nafasi kubwa kwenye maisha yako sawa sana Mungu wako. Mnajua hicho kitu? Mwaza fulani, yule fulani ana nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu. Kwa tunawapa watu nafasi wasizostahili kwenye mioyo yetu kwa sababu tu ya chuki. Mnajua hicho kitu wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli upo huru, achilia watu, mpende Mungu peke yake. Bwana wabariki ninyi msikie neno lake. Amen. Yeah, baby.